Baada ya kutazama dalili hatari muda mchache baada ya mtoto kuzaliwa au miezi michache baada ya mtoto kuzaliwa, tutazame dalili hatari ambazo zinaweza zikajitokeza muda mchache baada ya mama kujifungua. Na kama wewe ni mlezi ambao unahusika moja kwa moja na kumshika mtoto wake au kumsaidia mama muda mchache baada ya kuzaliwa au muda mchache baada ya mama kujifungua, ni vitu gani ambavyo unapaswa kuwa navyo makini zaidi vitamfanya mtoto kuwa salama kipindi chote, lakini kumlinda mtoto zile matatizo baadaye yanaweza kujitokeza, lakini kupelekea mtoto kupoteza maisha. Vitu 7 ambavyo mama anapaswa kuvizingatia baada ya kujifungua au mlezi baada ya kushika mtoto baada ya mama kujifungua umekabidhiwa mtoto, labda mama ana changamoto za kiafya ambazo zimemlazimu kukaa mbali na mtoto, kwa maana wewe umehusika kwa namna moja ama nyingine kuhusika na kulea mtoto kwa kipindi hicho ambacho mama ana changamoto. Ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvizingatia au kuviangalia mara kwa mara, na unapoviona ni basi ni vyema kwa daktari na kumfanya mtoto kuwa salama kipindi chote. Cha kwanza ambacho kinaweza kujitokeza mapema zaidi baada ya mtoto kuzaliwa ni hali ya mtoto kuchemka mara kwa mara. Hii ni hali ambayo inajitokeza mapema zaidi, na mama wengi wamekuwa na maswali kuona namna gani ambavyo wanaweza kutatua hii changamoto. Sasa kuna sababu 3 ambazo nitakuelezea ambazo zinaweza kupelekea mtoto kuchemka muda mchache baada ya kuzaliwa au masaa machache au siku chache baada ya mtoto kuzaliwa. Siku 2 inaweza kujitokeza, siku 1 au siku 2 au siku 3. Ya kwanza kabisa ni mtoto kupata maambukizi akiwa tumboni mwa mama au muda mchache baada ya kuzaliwa au siku chache baada ya kuzaliwa. Kwa maana mtoto anaonyesha hali ya kuchemka mara kwa mara. Hii ni kiashiria kwamba mtoto atakuwa na maambukizi. Lakini kitu cha pili ambacho kinaweza kupelekea mtoto kuchemka joto mara kwa mara au kupata hali ya joto mara kwa mara kwa mwili, joto ambalo liko juu, ni hali ya mtoto kukosa maziwa muda mchache baada ya kuzaliwa. Itapelekea mtoto atalia sana na baadaye kupata hali ya kuchemka mara kwa mara. Namna ya kumsaidia mama ni kuhakikisha mama anatoa maziwa ya kutosha, utaona ile hali ya joto au mwili kuchemka na kupotea. Lakini sababu ya 3 ni mtoto kufunikwa nguo nyingi ambazo ikachangia kwa kiasi kubwa mtoto kupata hali ya homa ya mara kwa mara. Kwa mazingira yote ambayo yanahusika kwa mtoto pale inaweza kupelekea mtoto kupata mwili joto ambao uko juu zaidi. Sasa kuweza kutambua sababu ambazo zinaweza kupelekea mtoto kuchemka joto au kupata mwili joto itakufanya wewe kuwa salama kipindi chote, kwa kuweza kutokana na sababu moja ambayo inaweza kupelekea mtu kupata mwili joto ambao utakuwa juu zaidi, ambao tumesema ya kwanza inaweza kama maambukizi ambayo mtu anaweza kupata na kuonyesha hali ya kuchemka mara kwa mara. Lakini ya pili ni mtoto kukosa maziwa na kupelekea mtoto kuchemka mara kwa mara, na ya 3 ni kufunikwa nguo nyingi. Bora kama mtoto anachemka mara kwa mara, angalia kila njia ambayo unaweza kusaidia mtoto kutokana na joto ambalo liko chini zaidi. Kwa kumwona daktari au kama mama unaishi na maziwa machache, ni bora unatafuta njia ambayo itakufanya kuwa salama na kuwa na uhakika kupata maziwa na mtoto kupunguza athari ya joto. Lakini mtoto kutapika baada ya kuzaliwa au siku chache baada ya kuzaliwa au muda mchache baada ya kuzaliwa, ni kiashiria kwamba ni hatari, kwa sababu inaweza ikawa akawa amekunywa maji au maziwa atakapokuja mtoto anafanya hali ya kutaka kutapika au anaweza kutapika au katika hali ya kujigua. Muda mwingi kama anaonyesha hali ya kutapika, unaona anajigua, kwa hiyo kiashiria kwamba mtoto ana changamoto, ni vyema kumwona daktari. Huko na wengine anaonyesha hali ya kutapika, na kama atafanikiwa kunywa maziwa mengi zaidi, kwa maana ile hali ya kutapika itajitokeza. Lakini wengine anaonyesha hali ya kujigua muda mrefu, kama maziwa kwa machache tu baadaye utaona anatapika. Ni kiashiria kwamba mama anapaswa kumwona daktari. Ni kitu ambacho anapaswa kuzingatia muda mchache baada ya kujifungua, kutokana na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza mapema zaidi, ikiwemo mtoto kupata changamoto ya kupumua kutokana na kupaliwa na maziwa ambayo yataweza kumletea shida, akapata shida kupumua au baadaye anaweza kupoteza maisha. Mtoto kulia sana baada ya kuzaliwa au muda mchache baada ya kuzaliwa au siku chache baada ya kuzaliwa, hii inaweza kusababishwa na vitu mbalimbali, kama kwamba mtoto atakuwa na maumivu ambayo kutokana na changamoto ya kuzaliwa kwake, au inawezekana mtoto akawa na njaa sana ikipelekea mtoto kuonyesha hali ya kulia sana, au mtoto kama atapata maambukizi na kumpeleka kupata mwili joto ambao uko zaidi, au kama mtoto atakuwa amejisaidia na mama haujazingatia, ni basi vyema ukatambua sababu ambayo inaweza kupelekea mtoto akalia sana muda mrefu. Kwa hiyo sasa, namna kumsaidia mtoto ambaye analia sana kama atakuwa amejifungua muda mchache, ni vyema kuhakikisha mama, kama mtoto atakuwa na njaa, basi ukampatia maziwa, na kama atakuwa na changamoto nyingine ambazo unahisi kote wewe hauwezi kuzitatua, kwa mfano kama maumivu ambayo ni makali sana kutokana na changamoto ya kuzaliwa kwake, aidha mkono wako umevimba au mguu umevimba, au na changamoto unahisi kwake ambayo anahitaji daktari kuwepo, basi ni vyema kumwona daktari ukamsaidia mtoto wako. Lakini kingine ambacho mama anapaswa kukizingatia
au mlezi unapaswa kuzingatia ni kushuka kwa korodani za mtoto. Hii mara nyingi waga hatufanyi kwa haraka au madaktari mara nyingi waga ni kama vile wanajisahau au si kusemaje, ambao lakini mama baada ya kupewa mtoto wako hakikisha unakagua hizi korodani kama zitakuwa zimeshuka, na kama hazijashuka ni vyema ukatoa taarifa mapema zaidi na kumfanya mtoto kuwa salama, maana ukaripoti na kuchukuliwa hatua mtoto anaweza kumfanya kuwa salama zaidi. Kama hautafanya hivyo, maana mtoto anaweza kupata changamoto baadaye, kushinda kutungisha mimba, lakini mawazo mengine ya uzazi ambao sana mfumo wa mwanaume moja kwa moja. Sasa tunapokea mtoto baada ya miaka 10 ambaye mama hakujua namna au hakuweza kutambua mapema zaidi kwamba mtoto ana changamoto, hakuweza kutambua kwamba mtoto wake korodani zake hazijashuka kipindi chote hicho. Kwa baadaye ndio akagundua kwamba mtoto ana korodani, akamleta hospitalini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunapaswa kuzingatia. Lakini kitu cha tano ni mtoto kuonyesha hali ya rangi ya blue au kuwa baridi. Kisha kwamba mtoto anapata shida wakati wa kupumua au na mambo mengine na kupelekea mtoto kuwa baridi sana, ikiwemo kama ataachwa na nguo chache na mtoto ataanza kuwa baridi, anaweza kupelekea hata ni mbaya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mama anapaswa kuzingatia baada ya kujifungua muda mchache au siku mbili tatu baada ya kujifungua, kuonyesha hali ya baridi au kuonyesha rangi ya blue. Ni vyema kumwona daktari na kumfanya mtoto kuwa salama zaidi. Hali ya degedege ambayo itajitokeza mapema zaidi inaweza kusababishwa na kama mtoto anaweza kawa amepata maambukizi na kuletea athari, au kama atakuwa amepita njia ndogo na kupelekea mishipa yake ya damu kupasuka ya kichwani na kupata degedege, au na sababu nyingine ambazo zinaweza kupelekea degedege ikiwemo homa ambayo mtoto atakuwa nayo. Utakapoona ishara ya degedege kwa mtoto wako, ni vyema kuona daktari mapema zaidi. Kutambua mtoto kama degedege kupitia kaunti imeeleza namna ambavyo unaweza ukatambua kwa rahisi zaidi kwamba mtoto ana degedege. Manjano ambayo inaweza kujitokeza mapema zaidi au mtoto akazaliwa nayo. Kwa hiyo utakapopewa mtoto wako, ni vyema kukagua mama siku chache zile baada ya mtoto kuzaliwa, ni vyema ukachukua hatua ya kukagua manjano. Sasa namna gani kumsaidia mtoto mwenye manjano au kutambua ishara za kwamba mtoto ana manjano? Kupitia channel hii pia nimeeleza namna ambavyo unaweza kutambua manjano na vitu ambavyo vinaweza kusababisha mtoto kupata manjano. Unaweza kujifunza na kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya na kumsaidia mtoto kuwa salama zaidi. Sasa kuna vitu vya nyongeza ambavyo mama anapaswa kuzingatia zaidi na kutilia maanani. Utakapoviona ni vyema kumwona daktari mapema zaidi. Mfano, kama mtoto wako atakuwa na jinsia mbili, ni vyema kuripoti kwa daktari na kuweza kusaidiwa zaidi. Lakini kama mtoto wako utamuona anakuwa na maumivu au analia sana kutokana na maumivu labda ya mkono, ukimshika mkono huwa analia sana, maana yake mkono wa mtoto unapata changamoto. Kwa hiyo ni vyema kumwona daktari na kumfanya mtoto kuwa salama zaidi kipindi chote. Kwa maana yake baba wakati wa kuzaliwa kwake alipata shida kwa mtoto, ikapelekea mkono wake ukateguka au mkono wake mfupa ukavunjika, kwa atahisi maumivu sana. Kwa hiyo kama umshika eneo lile utaona analia sana, kiasi kwamba unapaswa kumwona daktari mapema zaidi. Hali ya kichwa kujaa maji mapema zaidi unaweza usione, lakini kadri siku zinazozidi kwenda unaona mtoto wako kichwa chake kinazidi kuwa kikubwa au maji yanazidi kujaa kwenye kichwa chake. Kwa hiyo nikashauri kwamba mama anapaswa kumwona daktari kuwahi msaada mapema zaidi na kumfanya mtoto kuwa salama kipindi chote. Lakini ya mwisho kabisa ni mtoto kutocheza kwa ubongo. Nikashauri kwamba mtoto ana changamoto, inaweza ikawa ni maambukizi ambayo amepata, kwa hiyo ni kumwona daktari mapema zaidi na kumfanya kuwa salama zaidi kipindi chote. Channel hii ni afya ambayo tunaweza kujifunza mambo mbalimbali ya kiafya, ambayo ni vyema ukasubscribe na kuendelea kupata notification ya kila taarifa au maarifa tutakapotoa kupitia channel hii, kwa kufungua na kuweza kutazama na kujifunza mambo mbalimbali ya kiafya. Hatutaangalia umri, wewe kwamba ni kijana, mtoto au mzee, au wewe umesoma au hujasoma. Channel hii tunajifunza mambo mbalimbali ya kiafya ambayo yatakuwa msaada katika jamii. Ni vyema kuendelea kusubscribe na kuonyesha upendo, kulike na kushare kwa watu wengine ili waweze kujifunza mambo mbalimbali ya kiafya bila kuzingatia umri au kiwango cha elimu ambacho unacho.